uje ujue ni kitu gani kinaendelea huku ndani. Karibu sana. Yaani matukio ambayo yanaendelea. Unaona wananchi wanapatiwa huduma. Bwana, kama nilivyokuambia mwanzoni, tukio ambalo linaendelea hapa ni tukio la vyeti vya kuzaliwa. Na sisi Kiwangwa TV tunakuletea mkutano na huyu ambaye yeye ndiye anayehusika kwa asilimia kubwa sana na hili zoezi la upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa. Ni kipi ambacho kinafanyike na zoezi hili lina umuhimu gani? Utakwenda kujua. Tufuatilie kwenye peji yetu. Karibu sana. Bwana mkuu, hongera sana. Asante. Samahani mbona ukufahamu kwa jina la nani? Mimi naitwa Lile Nasa, ni msajili kutokea Bagamoyo Mkoani, ambazo zinajishughulisha na vizazi, vifo, talaka, ndoa na mambo mengine. Upo hapo kwa ajili ya vyeti vya kuzaliwa. Na bahati nzuri kuna muda nilipita hapa nikaona kuna vyeti fulani vina rangi kama ya pinki. Hii ikoje? Okay, vile vyeti vya rangi ya pinki ni vyeti ambavyo tulivitoa kuanzia 2019 ambavyo vinahusiana na watoto chini ya umri wa miaka 5. Lakini ni vyeti halali pia. Lakini kwa sasa vile vyeti wanaomba watu wabadilishe. Nakala ya kwanza ni bure, nakala ya pili sasa hivi wanalipia shilingi 7,000. Ndio maana unaona wanawake wengi wako wanabadilisha vile vyeti ili visomane na mfumo. Mfumo sasa hivi unataka kila mtoto na majina matatu. Kwa vyeti vya sasa hivi vinavyotoka, mtoto lazima na majina matatu kuliko vile vya pinki vilikuwa vina jina moja la mtoto. Sasa kuna yule ambaye yeye tayari mtoto wake ameshapata hicho cheti lakini hakupata kujua kwamba kuna utaratibu unaendelea. Je, kile cheti kingine kitaendelea kusomeka au hakitasomeka? Vile vyeti vya pinki viko kwenye mfumo pia. Pale anapotolewa tu kile cheti hospitalini, pale pale kinaingizwa kwenye mfumo. Kwa ni hali ya mama, ulazimishwi, ni hali yako badilisha au kubaki na kile cha pinki, lakini vyote vinatumika katika matumizi ya serikali. Faida inayopatikana kwenye hivi vyeti ambavyo ndio sasa unakuja kubadilisha, kuna faida gani inapatikana kwenye vyeti vya pinki? Vyeti vya kwanza na vya pili vyote faida ni moja. Kwanza, faida ya kwanza vinamsaidia mtoto kwenda shule, kuandikishwa shule. Faida ya pili kwenda masomoni ndani ya juu, kwa mfano chuoni huko. Faida ya tatu anapata bima ya afya. Faida ya nne, hata katika mirathi, kama anakuwa amefiwa, mama akafariki au baba, basi mahakamani wanataka vile vyeti vya kuzaliwa. Na vyeti vya kuzaliwa vya pinki ni utaratibu mzuri, kwa sababu kila mtu anapozaliwa hospitali, mtoto anapozaliwa hospitali anakuwa anapatiwa vile vyeti. Kwa sisi faida yetu kubwa kama ofisi ni kuongeza takwimu ya upatikanaji wa vyeti au tukio hilo muhimu ambalo ni la kizazi ambalo linatolewa katika sehemu husika. Na vile vyeti vya pinki hutolewa hospitalini na kama ofisi ya Mtendaji Kata. Na nafikiri umesikia na umeelewa kile ambacho kinaendelea, faida yake ndio hiyo. Lakini bado mimi kuna kitu nataka hata naye mwenyewe hapo ukisikie. Vipi kwa mtu mzima ambaye bado hana cheti cha kuzaliwa? Inakuwaje? Sina cheti cha kuzaliwa, sina kadi la kliniki, yani inakuwaje hapa? Sasa bahati nzuri tumemkuta mwenye jambo lake. Na tunaomba sasa tufahamu juu ya wale watu wazima ambao hawana vyeti vya kuzaliwa. Sasa afanye aweze kupata cheti cha kuzaliwa. Kwa wale watu wazima ambao hawana vyeti vya kuzaliwa, yani mtu mzima hapa tunamwongelea mtoto kuanzia umri wa miaka labda 5. Manake vya pinki anapewa kuanzia miaka 5 na kushuka chini. Au kuanzia miaka 6 na kwenda juu, kuna baadhi ya dokumenti mtu atakuwa kwa navyo. Kama hajafikisha chini ya miaka, kama kazidi miaka 18, atakuwa na kadi ya kupigia kura au kadi ya uraia. Kama chini ya miaka 18, anatakiwa na cheti cha shule, living ya form 4, living ya form 6, ama cheti cha darasa la 7, ama kadi ya kliniki, ama tangazo. Na wale wakubwa watakuwa na passport ya kusafiria, ama kadi ya kupigia kura, ama cheti cha kadi